na uchaguzi huu ulikuwa mzuri wa amani, na ndiyo maana katika ripoti hata za uchumi wa Burundi sasa zimeanza kupanda juu, na napenda nimpongeze sana Mheshimiwa Rais hata kwa kufanikiwa kupata mkopo wa dola milioni 23 za kujenga bandari ya Burundi Bujumbura kutoka fedha za African Development Bank. Nafikiri ni hivyo. Hii ni saini nzuri, na nitoe wito kwa jumuiya zingine ambazo zilikuwa zinasita na kuendelea kuiwekewa vikwazo Burundi. Nafikiri ni wakati mwafaka wa sasa hivi haya mambo kuyapitia na kwa sababu yanazungumzika, na hasa kwa sababu sasa Burundi kuna demokrasia ya kutosha na mambo yanaenda vizuri, na niendelee kuwashauri Warundi waendelee kushikamana kwa umoja wao katika kujenga nchi yao ambayo ni nchi nzuri, nchi ina rutuba nzuri, ina madini ya kutosha, lakini ina amani na usalama kwa sasa hivi. Lakini pia kama alivyozungumza, tumezungumzia juu ya kushughulikia madini ya niko ambayo yako Msangati kule Burundi na sisi yako kule Kabanga, kwamba tukijoin hand kwa pamoja katika nchi mbili zitatusaidia sana katika kuhakikisha tunapata nguvu za pamoja na kuweza kutengeneza hata refinery ambayo tunaweza tukawa tuna add value kwenye niko inayotengenezwa pale. Kuhusu ujenzi wa reli ya kutoka Uvinza hadi Gitega, tulikuwa na option mbili. Of course option kubwa ambayo ni permanent ni kujenga standard gauge, lakini option ya mwanzo pia tunaweza tukajenga narrow gauge ikaanza kutumika na ikawa inatumika pia kusafirisha niko iliyoko kule Burundi na kupeleka nchi za nje kwa ajili ya mauzo na kutengeneza pesa. Na mimi nilimwashua Mheshimiwa Rais kwamba wataalamu wa Tanzania, na bahati nzuri wako hapa wakina Kadogosa, wameweza kufufua reli ya kutoka Dar es Salaam Kilimanjaro hadi Arusha karibu kilomita 1000, na hawawezi wakashindwa ya kutoka Uvinza kwenda Gitega. Ni kilomita ngapi? 200, kilomita 200. Kwa hiyo nilifikiri hilo nalo ni muhimu, na wataalamu wetu wakalipeleka haraka badala ya kukaa na kuzungumza tu. Unajua sisi wa Afrika saa nyingine tunazungumza mno badala ya kutake action. Kwa hiyo tumeelekeza na mwenzangu Mheshimiwa Rais kwamba sasa pawepo na action ili kusudi watu wawe wanasafirisha na bidhaa, na nimemhakikishia kwamba bidhaa za Burundi zinasafirishwa kupitia bandari ya Dar es Salaam 95%, na zimeanza kuongezeka mpaka sasa hivi zimefikia tani 481.08 hivi elfu ambazo zimesafirishwa kupitia bandari hivi kwa mwaka, kutoka tani 300 na kitu. Nafikiri hii ni opportunity pia nzuri, badala ya 95% iwe 100% wasafirishe mizigo yote, na kama kuna problem ndogo ndogo sisi tutazishughulikia na kuzisolve haraka, na hasa kwa wafanyabiashara wasiwe wanapata shida. Na hili swala la dhahabu na madini mengine kama alivyoeleza Mheshimiwa Rais, tumeagiza kwamba wataalamu wetu na wizara zinazohusika wakae na kujadili. Sisi madini tulikuwa tunaibiwa sana, dhahabu zetu tulikuwa tunaibiwa sana, Tanzanite ilikuwa inaibiwa sana. Kwanza tulibadilisha sheria, na ile sheria imetusaidia sasa kusimamia rasilimali za madini kwa kuanzisha maduka ya dhahabu. Hata hapa Kigoma maduka yapo, Geita maduka yapo, Mwanza yapo maduka, na tumekubaliana kwamba wakati wanakutana wanakupanga mikakati, tunawakaribisha wafanyabiashara wa Burundi walete dhahabu yao iuzwe, na kwa bahati nzuri vifaa vya kutesti quality ya dhahabu
tunavyo, na tunaweza tukatumia pia katika kuwasaidia wenzetu wa Burundi, kwa sababu kitu kikubwa sasa, huu ni wakati wa kujenga uchumi wa nchi zetu hizi mbili. Kwa ujumla, mengi yamezungumzwa na Mheshimiwa Rais ameyafafanua vizuri sana kwa Kiswahili fasaha sana ambacho kinaeleweka vizuri sana, na hii ndiyo maana halisi tunapozungumzia Kiswahili ni lugha ya kimataifa. Unaweza kumwona rais wa Burundi anavyopasua Kiswahili vizuri, na hili ni fundisho kwa wenzetu, baadhi ya Watanzania ambao wanafikiri Kiingereza ndio lugha yao waliokulia. Huyu ni rais wa Burundi, amepiga Kiswahili tena fasaha. Hongera sana Mheshimiwa Rais, hongera sana, hongera sana. Na hizi ndizo lugha ambazo ni zetu, ni lugha za Kibantu, ni lugha za Kiafrika, na lugha hii inazungumzwa na watu wengi sana duniani. Kwa hiyo mimi nampongeza sana Mheshimiwa Evariste kwa lugha nzuri ya Kiswahili. Hata pale kwenye mkutano ametoa lugha ya Kiswahili, napongeza sana. Lakini kwa ujumla tunapenda kuwahakikishia waandishi wa habari na Watanzania, mazungumzo yetu yamekuwa mazuri sana, ziara imekuwa ya kirafiki sana, mambo yataenda vizuri sana, na tumetoa maagizo kama alivyoeleza ile permanent commissions ya mawaziri ianze kukutana, na baada tu ya uchaguzi huu au hata kabla waanze kukutana kujadili masuala ambayo yako pending, likiwemo na lile swala ambalo tumezungumza hapa la Burundi iliomba kuwa mwanachama wa SADC, na actually wako kwenye stage ambao ni so advanced. Palikuwa na mambo madogo madogo tu machache ambayo yalitakiwa kurekebishwa kwa upande wa Burundi, basi wayashughulikie vizuri na mambo yaende vizuri kama tunavyotakiwa. Kikubwa Burundi na Tanzania na ndani ya East Africa Community tufanye biashara. Watu wetu na wafanyabiashara wetu ni lazima sasa wachangamkie fursa hii ya kiuchumi, kwa sababu biashara kati ya Tanzania na Burundi ilikuwa bado chini kidogo. Mwaka 2016 tulikuwa na biashara ya bilioni nafikiri 100 na kitu. Mwaka jana biashara kati ya nchi hizi imepanda kidogo ikafika bilioni 201. Tunatakiwa tuwe zaidi na ya hapo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, narudia tena kukushukuru sana, kuwashukuru wageni mawaziri, lakini pia wamekutana na mawaziri wa upande wa Tanzania. Tunaenda vizuri, tuchangamkie fursa ya kujenga uchumi wa mataifa yetu, lakini tusimamie swala la amani na usalama ndani ya nchi zetu. Haya nayo tumeyazungumzia, na swala la Warundi kurudi nalo tumelizungumza, kwa sababu hakuna sababu sasa ya kuitwa mkimbizi wakati nchi ipo, na Mheshimiwa Rais ameshawakaribisha na yuko hapa, yuko free, na inawezekana leo akazunguka kwenye mitaa ya Kigoma na amewasifia watu wa Kigoma kwamba Kigoma imebadilika sana. Amekuta barabara za lami, amekuta taa, uwanja wa ndege safi. Yeye alishiriki kwenye mazungumzo yaliyokuwa tangu enzi za baba wa taifa Mwalimu Nyerere, na mazungumzo yaliyokuwa conducted na Mheshimiwa Mzee Mkapa, lakini ameona Kigoma imebadilika. Na mimi napenda nichukue nafasi kuwashukuru sana wana Kigoma, na washukuru sana 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 kwa makaribisho mazuri ya mgeni wetu Mheshimiwa Rais. Lakini pia tumemalizia na hili la ununuzi wa meli. Tumepanga kununua meli mpya 2. Tutakarabati MV Liemba, lakini tutanunua meli yenye kubeba watu 600 na mizigo tani 400, lakini tutanunua meli nyingine tena ya mizigo tu ya kubeba tani 4000 itakayokuwa inazunguka kwenye ziwa Tanganyika, na hii tutafacilitate, itasaidia katika masuala ya utalii, masuala ya biashara na kadhalika. Warundi na wa Tanzania ni lazima sasa waanze kuangalia mwelekeo mpya wa kujiona wao ni ndugu, wao
wako ndani ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana. Asante sana. Ulakoze na Barundi bose mulakoze.